watoto wachanga walinyoa nywele za utosi ukakulisha wewe, na zile nywele zimeshuka katika mguu wako mmoja. Sasa nakuuliza swali, hivi muda mwingine ukiwa umekaa kwa muda mrefu au kuchuchumaa, ukiamka amna mguu wako mmoja kama unakufa ganzi, unachoma choma hivyo, kwa hiyo unarudi katika ile ya kawaida? Hakuna binadamu ambaye asiingie kwenye ganzi, lazima uwe inatokea, lazima. Sasa pale bwana anakusikia anasema kweli nishawahi wadhili. Naambia sasa zile nywele uzolishwa ndio hizo nywele ambazo zinakusumbua. Okay. Na ndio zizofunga nyota yako wewe. Mimi sasa nakuuliza wewe, muda mwingine huwezi kuweka hela zako ukasema nataka nifikie malengo fulani, lakini ukikuta zile hela natokea matatizo, unatoa unatumia pasipo kufikia malengo. Haije kutokea? Imetokea. Kwa hiyo unaniambia ndio. Na kwamba sasa zile nywele walizokulisha katika mguu wako, na hii sababu nishakutabiria. Na baba wako wanajua kwamba huko kuna mtu anataka kukusaidia. Nikisema nikuache bila kutoa hizo nywele, hata hatua 5 utapiga, utaanguka chini, utatoka damu puani na masikioni na utafariki na kupoteza dunia. Au niache niwasaidie? Mimi ndio nataka kuondoka, lazima Buya atawahi. Kaka tusaidie, dada naomba nisaidie, tusaidie dadangu. Anaomba kabisa kwamba anaomba. Sasa ushamtabiria, ushamwambia tayari, ushamwambia matatizo yake na anajua. Sawa. Lazima atakuomba sasa msaada umtoe zile nywele ile mikosi ili aweze kufanikiwa. Nawaambia sawa, huku sasa tunatembea, naambia basi tafute sehemu tukata kidogo au sema au twende pembeni. Mimi naambia kuna mtu mwenye kipande cha karatasi. Labda sasa mimi ninapopenda gazeti atoe mwenyewe Buya ili awe mwaminifu. Naambia yeye mwenyewe atoe au nenda kaombe kipande cha karatasi njoo nacho. Kama kuenda kitu atumbe wanzasi Buya anatoa kile kipande, naambia yeye mwenyewe kata katikati vipande viwili. Mpe mwenzie kimoja. Na wewe baki na kipande kimoja. Kwa sasa pale wewe unajitenganisha kwamba mimi sishiki hata ile karatasi. Hatujuani kabisa. Kumbe unaweka katika kundi moja, lakini yeye na yule ni kitu kimoja. Mimi nakuwa nini hawanijui. Mimi nimekuja nimeitwa kutoka Sumbawanga. Mimi ni mgeni, wao ndio wenyeji wangu. Sawa. Kwa yule anachana karatasi anampa mwenzake, naambia mpe mwenzako, anampa. Afu naambia kila mtu kile karatasi akivingirishe huku anainuia matatizo yake yote. Shida zake zote, labda mikosi yako itoke, unainuia ufanikiwe, huku la kivingirisha kio kama kigololi. Kwa hiyo wakati sasa umempa kile karatasi yule tumbangu anakuwa na kipande cha nywele hata kidogo tu, anakuwa amekibana hata hapa, wewe ukaona. Kwa hiyo ukimpa ile karatasi sasa anaweka mkononi, anavingirisha, sikia mtu anavingirisha na wewe unakuwa unaanza kuvingirisha, yeye kile kipande cha nywele anakichanganya kwenye ile karatasi anavingirisha. Asipo afu naambia kila mtu aweke hapa kwenye mkono niweze kuinuia matatizo yaishi. Mnatia kwenye mkono ukiwa unaona pale. Kwa hiyo yule ambaye mwenzie yule anakuwa ameshatoa nywele ameiweka. Anakuponazo understand pale ziko hata hapa sikazibana tu hapa ndogo tu. Kwa hiyo sinamwambia Buya chana karatasi, anampa mwenzake, yule anakuponazo hapa. Anaona kabisa karatasi hii haina kitu. Na yeye ndo anachana anampa mwenzake. Kwa hiyo kati muda ambao naambia kila mtu ainue matatizo yake huko anakivingirisha kile kama kigololi. Yaani ivingirishe. Kwa hiyo pale sakati anavingirisha, yule si ndo tumbangu anachanganya na kile kipande cha nywele kwenye ile karatasi. Kwa hiyo Buya unakuwa msokota kitupu, tumbangu asokota chenye nywele. Wanasokota afu naambia kila mtu aweke hapa. Kwa hiyo wote mnanigea. Wote wanakuwekea mkononi mwako. Sasa mimi mnavolipa na kuwa makini. Okay. Ninapovipokea kile cha ule Buya nakijua na cha ule tumbangu nakijua. Kwa hiyo nilifanya kama nainuia napuliza nainuia alafu nawarudishia. Kile kitupu nampa tumba wangu. Kile chenye nywele nampa yule Buya. Tumba wangu unasema? Yaani tumbangu yule ndo kama tumba. Anaitwa tumba. Yaani ndo maneno mshirika wako. Ndo mshirika wangu. Kwa hiyo namkabidhi ile kitupu cha ule Buya mtakasokota afikishe chenyewe nampa. Afu naambia nikikugea naambia kila mtu nikimpa afunge mkono kwa haraka kisipitishe hewa. Kwa hiyo nikipokea mkono tu wewe unawahi kufunga mkono. Afu nakwambia dumbukiza mdomoni utafune ili ile mikosi zile nywele zilizolishwa zitoke. Umeelewa? Kwa hiyo anadumbukiza mdomoni, kila mtu anaanza kutafuna. Kabla hujatema namwambia wakati unatema hakikisha kisiri sio unapotema mwenzako asione. Sababu kumbuka tumbangu nimempa kitupu. Kwa hiyo wewe utatema kwenye mkono wako, afu kila mtu anamwambia aangalie mwenyewe kitu gani alichokiona. Sasa Buya akitema, akiona zile nywele ndio anazidi kushtuka vibaya mno. Sasa hapo ndio mwishoni tunaelekea kumibia hapo. Anachanganyikiwa. Sababu karatasi nimechana mwenyewe, hadi nimempa mwenzangu tumesokota mwenyewe ni vitupu. Kwa hiyo akitema namuuliza, "Wewe umeona nini?" Kwanza ile tumbangu anawahi. Anashtuka. Kaka nimeona kucha za bundi. Naambia funga mkono isipitishe hewa. Usije ukaanguka hapa chini ukatoka damu puani masikio na sehemu zako za siri ukanipa matatizo. Anafunga. Buya akiangalia anabaki kwanza anatetemeka. Anakuwa ile kama pressure ile wenge. Wewe nawahi kumwambia naye afunge mkono. Anafunga mkono. Alafu naambia sasa hii mikosi tumeichokoza haijatoka yote. Yaani nikisema nikuache hata watu watatu pigi.
utaanguka chini na kutokana na baba yako wanakuja kwa kasi na hapo wananiambia nisikusaidie. Hau ni wapi jamani? Na sasa pale sasa naanza sasa kuwapiga maulizio sasa ya kuwaibia. Kwa sababu nakwambia inabidi uhesabu nguzo 10 kwenda kumalizia mikosi yako. Yaani sio kama umeshikilia kipande cha wewe mkononi. Kwa hiyo nakwambia inabidi kutume nguzo 10 kwenda kumalizia mikosi yako ile baki. Yaani uhesabu nguzo 10? Kama kuna nguzo hapa si nyingine zake iko pale naangalia. Hata nguzo nakwambia ni hesabu nguzo 10 kwenda kufika kule. Umeelewa? Au naweza nikakwambia piga tu hesabu hatua 200 afu kisha ndio usimame. Sisi tunakufuata nyuma taratibu. Kwa hiyo naanza kwanza kumtuma tumba wangu kwanza akamalizie mikosi yake, alafu nabaki na ule boya. Tumba wangu nitamuuliza, nitamwambia unapokwenda kule kutema ile mikosi yako, utakiwa kuangalia kushoto, kulia wala kugeuka nyuma. Okay. Hata mtu akikuita, hata kutana na mtu anayekufahamu, usije ukamsimama ukamsikiliza. Maana unaweza ukaanguka chini na ukapoteza maisha hapo hapo. Sawa? Na unapokwenda kule kumalizia mikosi yako, utakiwa kuna na vitu vyote wenye asili ya kishetani kama kiwembe, kisu, sijui sigara, bangi, simu, hela, vyote naanza kuelekeza pale. Umeshaelewa Simu, hela. Vitu vyote vyenye asili. Unakuwa na vitaja tu lakini target yako wewe unajua. Najua target. Okay. Kwa hiyo na sasa naanza kumtuma ile tumbangu, naanza kumuulizia kwanza ule mfukoni ana nini? Ili usije ukaja kumkabidhi mwenzako, ukaja kusema mbona nilikuwa na kimili sioni. Mfukoni na nini? Wewe unataka kama anatoa pochi. Mimi kama vile anatoa na mapochi koja nao nataka kama karatasi. Kakaangu bwana mimi na 300 nimetuma kwenda kununua vitu vya jumla pale sio na nini. Au hii hapa usifungue aturuhusiwi kuona hela hapo. Nakwambia usifungue. Kwa ile pochi nakwambia mkabidhi mwenzako. Una nini nyingine unasema. Sasa kumkabidhi boya. Kwanza kumwaminisha boya. Kwa hiyo tumbangu anampa, alafu namtuma aende kamalizie mikosi yake. Yule si ataenda mikosi yake. Yaani kwamba anaenda kumalizaje? Yaani si nishamwambia hesabu nguzo 10. Na siangalie kushoto wala kulia, afu akifika pale baada kufika sehemu mbona nimuelekeza. Namwambia tupo ile mkosi chini afu sema mikosi iliyobaki itoke yote na nimrudie mwenyewe na nafungua riziki zangu, nafungua nyota zangu kuanzia leo, tupo ile mkosi chini. Baada ya kutupa ile mkosi chini, kuna pete utaiona, angalia kushoto kwako, utaiona pete ya bahati. Ile pete yokote afu ndio nao mpaka hapa. Wewe unabaki sehemu pale. Tunabaki mimi na ule boya kwanza. Naanza kwanza kumtuma tumba kwanza ili nimwaminishe boya. Okay. Yule tumba wako ndo anaanza yeye. Anamkabidhi yule. Anakabidhi pochi ambayo anasema na 300 labda hata laki ngapi anakujua yeye. Anatoa labda na simu yake anamkabidhi. Na kama na pete nini naweza nikamvua. Hata kama una pete dhahabu, una dhahabu mimi nakuvua zote. Una sasa za samani nakuvua zote. Nikitaka hata uende peku kama una viatu vikali mimi nakuvua unaenda peku. Kwa hiyo natoa vitu vyake wote namkabidhi, afu namtuma. Akienda kule sasa. Sababu tunamwona anavyoenda na wewe unamshuhudia mwenzako anaenda. Akifika pale anifanya kateo katupa baba kakooa kafanya nini? Na hajageuka nyuma hapo. Afu anifanya kakota ile pete anakuja nao, anakuja huko anafurahi. Akija pale anasema dada asante, nimefanikiwa. Pete nilikuta hii kama vile atakuonyesha, naambia usionesi. Utavunja miko. Hiyo pete yake. Kwa ile pete anakuwa aliondoka nayo. Hakuna pete pale, si hewa ile. Ile si hewa. Kwa anajifanya kama atakuonyesha, mimi namkataza. Namwambia yeke mfukoni. Afu naambia sasa yule boya, haya mrudishie mwenzako vitu vyake. Anakurudishia sasa na kupiga wewe maulizio una nini? Hata kama unaenda benki kumbuka sio nitakutuma. Okay. Nataka nifungue vitu vyako. Yaani vile vitu vyako unavyoniachia mimi nafanyia maombi. Benki inabidi akazipate. Na ataenda na atarudi. Na hata ongea na mtu yote wala hata mwadisia mtu. Sababu nakupa masharti, ukimwadisia mtu utageuka kuwa bubu. Ukisema ugeuze kichwa nyuma, yaani nakupa ile masharti ambayo ni magumu ambayo huwezi kuyafanya. Yaani unaweza kukuta mtu anaenda kwao, sio yuko nyumbani, ana wazazi wake. Mama anamsemesha anamkataa hata mzazi wake. Aongee naye. Chochote. Anaenda anachukua mzigo ambao katumwa anakuja nao. Umeelewa? Kwa hiyo sasa naambia mrudishie vitu vyake namrudishia. Sasa nakuulizia wewe sasa una nini? Kitu gani kwa kama hata una milioni utaniambia unayo. Hata kama yala kwenye simu nakwambia nataka umuone mbaya wako nifungue. Una shilingi ngapi kwenye simu utaniambia kiasi kadhaa. Hebu ingiza password yako pale. Kwa mpaka password utanitajia pale ya kutoa hela ile, kutoa hela kwenye nani utaniingizia pale nitaiona. Sasa hiyo inakuwa ni kweli labda natumia pia nguvu za giza au ndo hakuna kaka. Hakuna nguvu za giza. Akili tu inatumika na ujanja. Hakuna. Watu wengi wanajua wanaisigivyo kwamba kuna nguvu za hili. Si uchasikia bwana atakijua michezo hiyo. Hakuna. Yaani hiyo ni akili tu kaka. Ni akili tu. Tuendelee. Kwa hiyo bwana yeye anakabidhi na yeye anamtuma.
Na wewe tunakupa masharti yale, unapokwenda kule usiangalie kushoto, kulia wala kugeuka nyuma, wala usiongee na mtu yeyote. Na hiyo tunakuwa sasa tukabidhi. Kwa hiyo unajua kwamba watu wako nyuma wananifaa. Wewe unaenda, yani huwezi kuwa nawaza kwamba watu wako nyuma yangu. Mwenzako sikaenda karudi. Sababu umeshamuaminisha. Umeshamuaminisha na mwenzake sikaenda karudi. Kaenda karudi. Kwa hiyo naye anakabidhi anaenda. Yaani kitendo cha wewe kupiga kama watu 5 10. Sisi tunaangalia njia tunasepa. Mpaka atakapofika kule. Akifika kule sasa akitupa ile mkosi akisema koe haoni kitu, akisema angalia pete hamna kitu, ndio sasa akili ya fahamu inamjia hapa nimeshaibiwa hapa. Ndio alionikuta sasa kwa huyo nilikwambia ambaye nilipeleka polisi mimi. Naam, mtazamaji wa Lutanana Media Online, wakati tukiendelea kumsikiliza dada yetu Josephine anaendelea kuwafumbua macho watu wengi ambao walikuwa hawajui michezo. Elimu hii inapatikana bure kabisa kupitia hii channel. Na dada yetu ametusimulia vizuri. Nadhani watu mnaendelea kumpata na kumsikiliza kuna jambo mnajifunza. Okay, kwa tuendelee hapo. Kwa amefika mpaka pale, hajakuta pete, hajakuta kitu chochote. Yes. Kwa akigeuka nyuma wahusika ambao walikuwa nao mgeni wake na mwenyeji wake hawapo. Na safari ya kwenda Maria Pharmacy haipo. Unakuta mtu anachanganyikiwa. Anaanza kulia, anaanza kujaza watu ndio wanaanza kumfungua. Wewe ushatapeliwa, wewe ushaibiwa, nenda baba polisi, nenda wapi? Kila mtu anamshauri kwa kwake. Kwa mtu mwingine anaanza kabaki zamani ukipata ukienda polisi anakuwa na mjinga. Yaani unamkabidhi mtu mali yako anafukuzwa. Lakini sasa hivi polisi mimi na mbele sasa hivi unachukuliwa hatua. Lakini zamani ulikuwa unafukuzwa. Lakini sasa hivi ukienda polisi kushtaki ni kesi na wanafuatilia. Vibaya mno. Sasa mimi ndio mwanzo sasa ndio rudi pale kwa kwenda nenda jela kwa sababu huyo kaka nilimtapeli staili hiyo. Okay, sasa tunaweza tukaendelea. Sasa huyo ndio tusimulie ilivyokuwa kwa sababu umetolea mfano jinsi jambo linavyoanza kufanyika na mtu akatapeliwa akaibiwa. Sasa tusimulie kwa huyo ilikuwaje? Ulikutana naye wapi? Ikawaje? Na hizo simu kama nini alikukabidhi katika mazingira gani? Then mpaka mlipofikia hatua kupelekana polisi mpaka unaingia mahakamani mpaka unahukumiwa ilikuwaje? Mimi sehemu nilikutana nao nilikutana naye mahakama ya mwanzo inaitwa ilikuwa kama unataka kwenda posta mahakama nini? Kama unataka kwenda chini posta kuna mahakama nini inaitwa mahakama mwanzo sijui. Ni mahakama ya mwanzo ya Kinondoni au? Kariakoo. Kama unataka kwenda chini kuna mahakama iko katikati sijui mahakama nini ilikuwa sio mahakama mwanzo ndogo. Kama unataka kwenda na milima Kisutu hapa kuna mahakama ilikuwa hapa juu inaitwa mahakama yani nini sijui hapa juu. Kabla ya Kisutu hakuna mahakama iko huko mwanzo kabisa huko juu. Kipindi cha nyuma sana. Kwa sasa kuna mahakama pale kuna mahakama ya Kisutu iko mtaa wa Kibasila. Ndio hiyo sasa mimi naisemea. Kuna mahakama iko pale. Sasa huyu mtu tukutana naye maeneo yale. Sijui alikuwa anataka kwenda hivi na kimi nimemkamatia katikati pale. Sababu kuna kama nje pale unaingia hivi sio kuna nje na nini. Ndio nilipomkamatia pale. Ndio nikaenda naye kama nakuja naye kaya kwa kutokea huku juu. Ndio mstari hiyo sasa kuadisia michezo. Ndio nikamtapeli vitu vyake nikiwa na mwenzangu. Kwa hiyo sasa yule kaka alionakili ni mimi. Sasa mimi ndio nilimsimamisha na mimi ndio nilimuulizia Maria Pharmacy. Kwa hiyo mtu ambaye alimnakili kwenye sura yake zaidi ni mimi. Wewe. Kumbuka mimi ndio mwalimu, mimi ndio nilikuwa nafanya ile michezo, mimi ndio nilikuwa nampa kipindi. Na mimi ndio nilimwambia kabidhi vitu vyako unaenda. Kwa hiyo alikuwa anajua mimi. Kwa hiyo mwalimu ulikuwa ni wewe. Mimi ndio mwalimu. Yule alikuwa akitazama wewe muda wote. Wake yule si ndio tumba wangu, mimi ndio mwalimu. Ndio. Mimi ndio nilimkamata na kwa